Monica Julius Mshama. Mimi ndiye katibu wa idara ya uhamasishaji na chipukizi taifa. Lakini nafahamu kwamba wengi wenu si mara ya kwanza kuniona, kwa sababu nimetumikia taifa hili kama balozi wa vijana wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini pia kama balozi wa vijana wa European Union ama Umoja wa Ulaya, lakini pia kama msanii kutoka kundi la waimbaji la J Sisters. Lengo kubwa la kuwaiteni hapa ni kuzungumza na vijana wenzetu ambao wanatutazama, lakini kuzungumza na waandishi wa habari wa Tanzania kiujumla na wananchi wote, kutoa wito kwa vijana wa Kitanzania kujitokeza kwa wingi kuboresha taarifa zao katika daftari la kupiga kura kwa mzunguko wa pili. Wote tunafahamu mwaka huu tuna jambo kubwa la kulikamilisha: uchaguzi mkuu wa taifa, kuchagua viongozi ambao tunawaamini, viongozi ambao watatuongoza taifa letu. Kwa ni haki ya msingi ya kila kijana kujitokeza kupiga kura, lakini kabla ya kupiga kura kuboresha taarifa, kwa sababu tunafahamu vijana wengi wanahama makazi fulani kwenda makazi mengine, na ni lazima kuboresha taarifa zao ili waweze kupata haki yao ya msingi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotangazwa rasmi ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, mzunguko huu wa pili utaanzia tarehe 1 mwezi wa 5 mpaka tarehe 7 mwezi wa 5 katika mikoa 15 kama ifuatayo. Mkoa wa kwanza utakuwa Geita, kufuatiwa na Kagera, Mara, Shinyanga, Mwanza, Simiu, Rukwa, Tabora, Katavi, Kigoma, Iringa, Ruvuma, Mbeya, Njombe na Songwe. Huu ni mzunguko wa kwanza. Tarehe 1 mpaka tarehe 7 Mei, mzunguko wa pili, ni mikoa 16 ambayo ni Arusha, Manyara, Kilimanjaro, Tanga, Morogoro, Pwani, Singida, Dodoma, Dar es Salaam, Lindi, Mtwara, Mjini Magharibi, Kaskazini Unguja, Kusini Unguja, Kaskazini Pemba na Kusini Pemba. Tarehe 16 mpaka tarehe 22 Mei 2025 ni mzunguko wa 3 wa vituo vya magereza na vyuo vya mafunzo, ambao 10 ni Zanzibar na vituo vya magereza 130 Tanzania bara. Tarehe 28 Juni mpaka tarehe 4 2025, katika awamu hii jumla ya vituo 7869 vitatumika katika Tanzania bara, ambao ni vituo 7659 na Zanzibar vituo 210. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ya mwenyekiti wa tume, Mheshimiwa Jaji wa Rufani Jacob Mwambegele, na matarajio hayo, kwa taarifa hii tunategemea vijana wengi kujitokeza na kuboresha taarifa zao. Kama nilivyosema hapo awali, uchaguzi huu utafanyika kwa haki, kwa demokrasia, na ni nafasi ya kijana wa Kitanzania kumchagua kiongozi ambaye anamhitaji. Lakini kwa nafasi hii ninayozungumza kama kiongozi wa Jumuiya ya Vijana, katibu wa idara ya uhamasishaji na chipukizi, tunao wagombea wetu.
mgombea wa nafasi ya urais Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na makamu wake. Muda ukifika, ninaamini kwamba vijana wengi watajitokeza. Lakini kwa nini tujitokeze na tujisajili? Lazima tutambue kama vijana wa Kitanzania tuna utaratibu kama nchi kila baada ya miaka mitano kuchagua viongozi ambao tunawapenda, lakini viongozi wenye utayari kutumikia taifa letu la Tanzania. Hatuna sababu sisi kama jumuiya ya vijana kupinga uchaguzi. Tumejiandaa kikamilifu kushiriki kikamilifu uchaguzi huu wa mwaka huu na bila kuyumbishwa. Nia tunayo, ari tunayo na nguvu tunazo, na tupo tayari kupiga kura na kujitokeza kama vijana kugombea nafasi mbalimbali. Ndugu zangu, tumewaita leo waandishi wa habari pia kuzungumza swala la amani la taifa letu. Kama ambao hawana nia njema ya taifa letu, wanahimiza vijana wetu kutumika kuharibu amani ya taifa letu. Sisi jumuiya ya vijana hatutasimama nao, kwa sababu tunaamini misingi iliyojengwa ya taifa hili na viongozi waliopita mpaka wa sasa wanasimamia amani, utu, uzalendo kwa matendo na sio tu maneno. Amani ndio msingi wa maendeleo, vijana wenzangu. Amani ndiyo itakayotuletea mapinduzi ambayo tunayapigania kila siku, mapinduzi ya uchumi. Amani ndio itatuletea sisi vijana katika siasa na nje ya siasa kusimamia malengo yetu ya maendeleo ndani ya taifa letu. Kwa tunapinga shughuli zote ambazo zinafanywa na vijana ambao hawathamini maendeleo ambayo yamefanyika ndani ya taifa hili, hawathamini na hawaheshimu viongozi ambao wanatumikia taifa hili. Nyie mtakuwa ni mashahidi. Tanzania leo sio kama ile ya jana. Wengi wanazungumzia kuhusu ajira. Kama waandishi mliofika hapa, najua mmezunguka huko kote. Leo awepo mtu wa kusema kwamba Tanzania Tanzania haina maendeleo, huo utakuwa ni uongo na hatutafumbia macho. Tanzania hii kupitia miradi ya kimkakati imetengeneza ajira kama malengo yaliyowekwa, ajira zaidi ya milioni 8, ambao kimsingi serikali na taifa lilitegemea kuwa na ajira milioni 7, lakini imevuka yale malengo kupitia sekta za umma na binafsi. Na maanisha nini? Miradi ya kimkakati kama ujenzi wa reli ya kisasa SGR, tunayo ujenzi wa bomba la mafuta EACOP. Nyie waandishi ni mashahidi, mnazunguka mnaona maendeleo ambayo yamefanyika. Leo hii tusikie vijana wanasema kwamba Tanzania haina maendeleo, hatutakaa kimya. Miradi hii ya kimkakati imewezesha vijana. Kiongozi wetu ametuletea matumaini. Kiongozi wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ametuletea maendeleo na ameboresha
maridhiano. Hii nchi kuna kipindi wanasiasa wengine walikuwa wanakimbia, lakini tangia Dr. Samia Suluhu Hassan ashike madaraka ya Tanzania, tunaona demokrasia, tunaona maridhiano ambayo ilikuwa hatuyaoni kwa kipindi cha muda mrefu. Tutasema yote ambayo yanastahili kusemwa na hatutapata hofu yoyote ya kuzungumza. Lakini nizungumzie kipande kingine, upatikanaji wa maji. 77% vijijini sasa hivi wanapata maji, 88% mijini wanapata maji. Kwa hiyo haya yote tumeona ni muhimu kuwaiteni kuzungumza na kuwafahamisha vijana ambao kimsingi ndio wengi wao wanatumika kupotosha jamii, kupotosha taswira njema ya viongozi wetu, kupotosha taarifa za msingi ambazo wawekezaji wakisikia kuhusu Tanzania watavutiwa zaidi kuja na kuwekeza Tanzania. Na tunakemea kama kuna kijana ambaye anatumika kupotosha jamii yetu kwa taarifa zisizokuwa za kweli, zisizokuwa rasmi, tunaomba asifanye hivyo, kwa sababu Tanzania yetu ni yetu sote, tunaipenda na tungependa kutumia fursa nyingi zaidi ambazo zipo hapa Tanzania.